Kuzaliwa katika familia ya mzee Jomo Kenyatta kulikuja na mengi, ikiwemo umaarufu ambao mtu hakutarajia. Hivyo ilikuwa ni vigumu sana kwa wanawe mzee Jomo Kenyatta kuweza kuweka vizingiti katika maisha yao. Ila alifaulu sana mwanawe watatu mzee Jomo Kenyatta, Peter Magana Kenyatta, kuweza kuyaweka maisha yake mbali na macho ya umma, haswa ya paparazi wa kutokea katika nchi ya Kenya na ile ya nchi na wale wa nchi ya Uingereza samani. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, kwa wanawe mzee Jomo Kenyatta, ndiye anayetambulikana sana, na yeye ndiye sura ya familia ya Kenyatta. Ndugu yake alichagua maisha fiche na mbali kabisa na nchi ya Kenya. Peter Magana Kenyatta akizaliwa Agosti 11 mwaka 1943, August 11, 1943, nchini Uingereza, akiwa ni mtoto wa kipekee wake Jomo Kenyatta na mkewe wa pili Kenyatta, EDNA Grace Clarke. Baada ya vita vya pili vya dunia kuisha mwaka 1945, 1945, mwaka moja baadaye, baada ya kuzaliwa kwa Peter Magana, Kenyatta aligura nchi ya Uingereza na kurejea nyumbani kwao nchini Kenya, akimwacha EDNA Clarke na mwanawe mchanga Peter Uingereza bila kazi maalum ya kujikimu kimaisha. Na kama ilivyo ada na desturi ya wanasiasa, Kenyatta alimwahidi EDNA Clarke kwamba mapato yote yaliyotokana na mauzo ya kitabu chake Facing Mount Kenya kuwa angepata yeye Grace Clarke ama EDNA Clarke kwa ajili ya kumlea na kumsomesha mwanao Peter Magana Kenyatta. Kenyatta alivuja ahadi hii, maana EDNA na mwanawe hawakupata chochote kutokea kwa Kenyatta, ingawa kulingana na chapisho tofauti, Kenyatta aliishi kumwandikia barua EDNA Clarke akiwa nchini Kenya, akitaka kujua kwamba mwanawe Peter alikuwa akiendelea vipi. Amna wakati Kenyatta alitoa usaidizi katika machapisho yote na barua zote alizowahi kumwandikia EDNA Clarke, hakutoa usaidizi wowote kumlea mwanawe. Hivyo kama wengi wanavyowatambua wanaume wa namna hii, Kenyatta was a deadbeat dad to his son Peter Magana Kenyatta. Baada ya kurejea nchini Kenya, Kenyatta alimuoza mkewe wa tatu Grace Wanjiku, binti yake Senior Chief Koinange, dadake Mbiu Koinange. Baada ya EDNA kugundua Kenyatta alikuwa kakwepa majukumu yake kama mzazi, EDNA alijitosa katika kazi alizozipata kumlea mwanawe, na hapo ndipo aliweza kuipata kazi ya ualimu. Baada ya kupata kazi ya ualimu, aliweza kumpa masomo na elimu aliyohitaji mwanawe Peter Magana Kenyatta. Akilelewa na mama yake pekee, Peter Magana hakuwa na maisha magumu, maana EDNA alimpa elimu aliyostahili. Inaaminika hata ingawa Kenyatta alimwandikia barua nyingi EDNA akitaka kuwasiliana na mwanawe Peter Magana, hamna rekodi yoyote inayothibitisha kwamba EDNA alimkubali Peter kumwandikia babake barua, mpaka wakati Kenyatta alikuja kutajwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya, na pale ndipo mambo yalibadilika. Miaka 17 kutokea alipowaaga EDNA na Peter kule nchini Uingereza, Kenyatta na kurejea nchini Kenya. Wakati ule Kenyatta kwa mara nyingine, ikiwa ni mwaka 1963, Oktoba 1963, alirejea kule jijini London, huko akihudhuria mkutano wa Kenya Constitutional Conference.
Katika hafla hii ya Kenyatta kule nchini Uingereza, alijaribu Kenyatta kupatana na EDNA na mwanawe Peter, ila sababu wao walikuwa tayari wamegura mitaa aliyokuwa amewaacha Kenyatta, hakufanikiwa kukutana na wao. Ila mwaka moja baadaye, Magana pamoja na mamake EDNA walitembea nchini Kenya, ambapo Rais Kenyatta alimlaki mwanawe kwa sherehe kubwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta na kumpa kikao katika ikulu ya urais jijini Nairobi. Magana na mamake walirejea nchini Uingereza baadaye mpaka miaka mitano ndipo alipopata mwaliko mwingine kutokea kwa babake kuja kutembea nchini Kenya, na mwaka huu ukiwa ni mwaka 1971. Peter Magana na mkewe na binti zake wawili walirejea nchini Kenya, wakati huu Kenyatta akiwa na mpango wa kumpa Magana kazi katika serikali yake, ila Magana kwa sababu zisizotambulika wadhifa aliyomwandalia babake kama waziri, Magana aliukataa abadan katan. Lakini Magana na familia yake hawakuondoka nchini. Kenyatta aliwapa makao katika ikulu ya urais jijini Nairobi na wakaamua kukaa mle. Magana na familia yake walipolea nchini Kenya kwa muda mpaka kuamua kuishi kijijini kwa babake kule Ichaweri, eneo bunge la Gatundu, mwaka 1973 ama mwaka 1973. Baada ya kifo cha babake mwaka 1978, Magana alirejea nchini Uingereza na familia yake, wakati ule akifanya kazi katika kituo cha wanahabari cha BBC News. Mwaka moja baadaye 1979 alirejea nchini Kenya tena kwa hafla ya ukumbusho wa kifo cha babake Rais Kenyatta, na pia kuhudhuria mazishi ya nduguye wa kwanza ama kifungua mimba wa Kenyatta, Peter Muigai Kenyatta, aliyeaga dunia katika hali tatanishi. Fununu zikidai kuwa mvutano juu ya urithi wa mzee Kenyatta katika familia yake vilichangia pakubwa Peter Magana Kenyatta kujitenga na siasa za familia yake, mpaka alipohudhuria uapisho wa nduguye mdogo Uhuru Kenyatta kama rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya mwaka 2013. Pia alihudhuria hafla ya kumkumbuka babake Agosti 22 mwaka 2019, August 22nd, 2019, ikiwa ndio mara ya mwisho Peter Magana inaaminika alitembelea nchi ya Kenya. Magana ameishi maisha yake yakiwa mafiche sana, hata baada ya kufanya kazi kama mwanahabari wa BBC News na pia kama producer katika kituo kile cha habari. Magana hakuweza kukontroliwa na fame ya familia yake. Kwa sasa Magana inaaminika ana mke na watoto 3, akiwa na miaka 80 kwa sasa, ambao inaaminika binti zake hutembelea nchi ya Kenya mara kwa mara katika vikao vya familia ya Kenyatta, ila hawajulikani, maana picha zao hazitembei katika mitandao ya kijamii kama za wengine kutokea katika familia ya Kenyatta zinavyotembea na jinsi ambavyo wanatambulikana na umma. Hii ndiyo historia fupi kumhusu Peter Magana Kenyatta, mwanawe wa 3 mzee Rais Jomo Kenyatta na mkewe wa pili EDNA Grace CLARKE. Ni hapo tunapotilia kikomo kipindi chetu cha leo cha The Drums of History, na kukumbusha hii ni FM Show KE. Mimi niite FK Mwenda, na usisahau kusubscribe na kuachia maoni yako kwenye comment section.